unapozungumza na Mungu ni lazima ujue ya kwamba Mungu anasikia kile ambacho wewe unazungumza. Na jambo la pili, ni lazima wewe unayeomba usikilize kile ambacho Mungu anakujibu. Kwa hiyo unapoomba unazungumza na Mungu, na unapozungumza na Mungu, yeye Mungu huwa anajibu. Kwa unapozungumza naye anakujibu kwa kadri ya vile ambavyo wewe umezungumza naye. Kwa kitu cha kwanza ni lazima ujue kwamba unazungumza na Mungu. Kitu cha pili ni lazima ujue kwamba unatakiwa kumsikiliza kile ambacho anakujibu au kile ambacho anakuelekeza. Kama Mungu anaweza kusikia maombi ya watu, pia Mungu anaweza akaongea. Kama anaweza akasikia kile ambacho wewe unamwomba Mungu, yeye Mungu pia anaweza akaongea, kwa sababu anakusikia unachoongea, anakusikia ambacho unamwomba. Kwa hiyo katika kukujibu maombi yako, huwaga kuna majibu ambayo Mungu anatoa ili wewe ujibiwe maombi yako, na kuna maelekezo maalum ambayo Mungu anakupa kwamba mwanangu, umeomba hiki na hiki na hiki, sasa basi fanya hivi na hivi na hivi ili uweze kupokea majibu ya jambo ambalo ulikuwa unahitaji. Lakini watu wengi, watumishi na watu waombaji na watu waliokoka, wengi wanataka Mungu asikilize maombi yao tu, ila wao hawajampa nafasi Mungu ili aweze kuzungumza nao. Au naweza nikasema wengi hawana muda wa kumsikiliza Mungu anasemaje, ila wana muda wa kutaka Mungu asikie ambacho wanakizungumza. Mfano, unaenda kwa baba yako, unaenda kumweleza shida zako, unaenda kumweleza mahitaji yako. Baba, nataka hiki na hiki, 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 nataka hiki na hiki. Unaondoka kabla haja kujibu. Na wakati mwingine anaweza akajua pengine mwanangu alikuwa na haraka, ameondoka kabla sijamjibu. Anakufuata ukiwa umetulia, alafu anakupa majibu. Anakwambia, mwanangu, uliomba hiki na hiki na hiki, hiki kipo sehemu fulani, utaenda pale utakichukua, na hiki kipo sehemu fulani, ukienda pale utakipata. Uliniomba kazi, nenda kampuni fulani, utaenda kupata kazi, fanya hivi na hivi na hivi, alafu haya yote ambayo umeniomba yatafanikiwa. Inawezekana wakati anazungumza na wewe maneno kama hayo, inawezekana ulikuwa uko usingizini, au inawezekana ulikuwa tu umetulia, lakini masikio yako hayasikii kwa sababu haujajizoesha au haujajiweka tayari kwa ajili ya kusikiliza yale ambayo Mungu anakujibu. Kwa hiyo kinachotokea, licha ya kwamba amekupa hayo maelekezo, kesho unaingia tena kwenye maombi. Baba, nataka hiki na hiki, nataka hiki na hiki na hiki, hiki na hiki sikitaki, nataka hiki na hiki na hiki, nimechoka na maisha, nimechoka na hiki, Mungu naomba nisaidie, naomba nifanye hivi na hivi, naomba nifanye hivi, naomba
hiki na hiki nataka kiwe hiki, nataka hiki na hiki kiwe hivi. Mungu anakupa tena maelekezo, mwanangu, fanya hivi na hivi na hivi. Wewe masikio yako hayasikii, haujayafungua kwa ajili ya kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo baadaye Mungu anaona sasa hii ni kero, ndo maana anasema maombi mengi kwenu ni kelele kwangu. Sijajua kama utakuwa nanielewa. Kama utakuwa unaomba lakini haujui kuisikia sauti ya Mungu, kama utakuwa unaomba lakini hujui ni namna gani Mungu anajibu maombi yako, kama utakuwa unaomba na haujui ni namna gani Mungu anakupa maelekezo ili uweze kujibiwa maombi yako, kwamba ufanye hiki na hiki na hiki na hiki, Mungu anakuelekeza lakini hausikii. Hausikii kwa sababu haujui na wala hautambui ya kwamba kuna wakati natakiwa nikae kwa kutulia, nifungue masikio yangu niweze kusikia sauti ya Mungu kwa yale ambayo nimemwomba, ili niweze kuendelea na mambo mengine. Kwa hiyo inafika wakati maombi yako yanakuwa ni kero tu, kwa sababu amekupa njia nyingi za kupata majibu yako, na wewe haujajua, haujaisikia sauti ya Mungu, haujajua namna ya kuisikiliza. Majibu yako amekupa maelekezo, lakini wewe huelewi. Kila siku unaomba hiki, unaomba hiki, mara Mungu ajibu maombi, mara nimeomba sana mwenzenu sijafanikiwa. Kuna vitu vidogo, kanuni za kumwomba Mungu. Ni lazima ujue ya kwamba ninavyoomba Mungu ananisikia, na ni lazima nijiwekaje ili niweze kusikia majibu ya maombi yangu, niweze kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo kama hujui kusikiliza sauti ya Mungu, maombi yako ni kazi bure, unakuwa unapoteza muda tu. Kumbuka ya kwamba Mungu unayemuumba ndiye muumba mbingu na nchi, muumba wa kila kitu. Ni Mungu mkubwa mno aliyefanya kila kitu ambacho nakiona ulimwenguni. Ni Mungu mkubwa aliyezifanya mbingu, akaweka vimondo angani, akaweka anga, akaweka dunia, akaweka watu na viumbe mbalimbali, vyote ambavyo vinahitaji mahitaji kutoka kwake, na vyote vinapiga kelele, na vyote vinatoa sauti. Binadamu ndio usiseme, ni wengi ulimwenguni, lakini wote anawajibu kwa wakati, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye hasinzii wala halali. Anajua kila kitu. Sasa je, kwa nini haujibii maombi yako? Kwa sababu haujui kusikia sauti ya Mungu, au haujui ni namna gani Mungu anakujibu maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kumtumikia Mungu na hujui namna ya kusikia maelekezo na sauti ya Mungu wakati anakujibu maombi yako, au wakati anakupa maelekezo kwa namna vile ambavyo umeomba, ni hatari kubwa mno ambayo inaweza ikakufanya hata Mungu akuweke mbali naye, kwa sababu Mungu ni wa utaratibu na wewe hauna utaratibu. Kama haujui sauti ya Mungu ikoje, unaweza ukawa kila siku unaendelea kuenenda katika mwelekeo wa tofauti, na ukijua ya kwamba upo sahihi.
na baadaye usione matokeo kabisa ya vile vyote ambavyo unafanya, kwa sababu tu haujui kuelekezwa na Mungu. Watu wengi wana shauku ya kumtumikia Mungu, lakini wachache ndio ambao wanaielewa sauti ya Mungu, na hao wachache ndo hao watumishi ambao imekuwa ni rahisi kutoa majibu kwa watu, kwa sababu wanajua Mungu amewajibuje, wanajua watatueje hizo changamoto, kwa sababu amepata maelekezo. Bila kujua sauti ya Mungu, utumishi wako utaendeshwa kwa hisia. Usipojua Mungu anakujibuje, utafanya utumishi wako au utaishi maisha kwa kufuata hisia zako, ila sio kwa mapenzi ya Mungu. Ndugu ambaye unanitazama, ndugu ambaye unanisikiliza, ukiwa katika hali ya kuomba, mwambie Mungu akufungue masikio ya ndani ili uweze kusikia kile ambacho anakujibu. Mwambie Mungu akufundishe usikivu wa kusikia kile ambacho anakujibu. Tumekuwa ni watu wa kuomba sana, tumekuwa ni watu wa kuomba sana, tumekuwa ni watu ambao hatusikilizi Mungu anatujibu nini kwa yale ambayo tumeomba. Tumekuwa ni watu wa kupangilia maombi mwanzo mwisho, lakini Mungu hata akitujibu hatujui ametujibuje, hatujui vile ambavyo, yani ni sawa na anaongea na mtoto kiziwi. Unampa maelekezo, yeye anafanya hiki na hiki na hiki, kwa kitendo cha kutokufanya vile ambavyo inastahili, imekuwa sasa hakuna majibu katika maisha yetu. Matokeo yamekuwa madogo kwa sababu hatujui namna ya kuomba. Mungu atusaidie.